Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Habari za jioni ndugu zanguni. Amma baada ya kumtakia rahma chetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakika ni matumaini yangu wote wazima wa afya, na kwa yote mgonjwa Mwenyezi Mungu ampe shifa, because we say that na waitushfa min Allah ta'ala, uponyaji ni wake Allah, ni kutoka kwake Allah, kiwa na imani ya yakini. Na hii ndiyo Hypocrisy Party 6. Huu ni unafiki pati ya 6, inaenda kuelezea biidhnillah unafiki katika kuamini mitume wa Allah. Kabla mtume wetu Muhammad hajatawafu, baada ya kuwa amefikisha miaka 63 mwaka mchukua, palikuwa hakuna matabaka na vitu mbalimbali, na kesi zote alikuwa nazitatua yeye. Na hii kwa nini mitume wa Allah walipewa utume? Kwa sababu mitume wana sifa ya kutokuwa wanafiki. Manake nini? Wanaaminika, wanaongea ukweli na wapole, wakarimu, hawana sifa ya unafiki. Kinyume chake nini? Sisi binadamu tunaoamini mitume, tukimwamini Allah tushaamini malaika wake. Nguzo ya 3 ya imani ni kuamini malaika, kuamini mitume wa Allah. Utajuaje? Utajitafakariji unaamini mitume wa Allah. Mitume wa Allah waliotajwa kwenye Qur'an wapo 25. Wa kwanza akiwa ni Nabii Adam alayhi salam, wa kwanza, mtume wa kwanza, na wa mwisho akiwa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii inaonyesha nini? Hii inaonyesha kwamba kupitia historia ya mitume, tuchukulie mtume wetu Muhammad, vitabu alivyovileta, hadithi, matendo aliyokuwa akiishi, kama ukishindwa kuishi ndani yake, maana yake bado hauna imani na mtume wa Allah. Kuna ambao wanasema kwamba hawa waliweza mitume tuno. Mitume wa Allah waliumbwa kwa nafsi za binadamu, sisi wenyewe. Wakiweza kitu na wewe ukimtegemea Allah unaweza. Acheni misemo ya kusema hii wanaiweza mitume tuno. Ukiwa na imani yakini utaweza kuishi maisha na kuiga mitume wa Allah katika maisha yako. Hii manake nini? Manake ni kwamba kile tuchukue kiigizo chetu katika umati Muhammad ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndo mtume wetu ambao asilimia kubwa yeye ndio umati huu, ndo umati ambao ni umati wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndo maana tunaita umati Muhammad. Manake ni kiigizo cha maisha yetu ya kizazi sasa hivi, inatakiwa yasende kinyume na alivyofundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukiamini kwa yakini, ukafata matendo yake, sunna zake na hadithi zake, manake wewe kwa yakini, innamal a'malu binniyati, kwa yakini ndani ya nafsi ukaishi vile alivyoishi mtume wetu Muhammad, manake dalili ya unafiki katika imani ya kuamini mitume utakuwa umeacha. Lakini si kuamini mtume peke yake Muhammad, bali na mitume wengine uweze kuamini. Mfano, Sura Baqara inaeleza namna makafiri mashetani walivyomzulia Suleiman kwamba alikuwa ni mchawi.
kitu ambacho ukiweza kuna miujiza ambao Mwenyezi Mungu anaitoa kwa mitume wake. Watu wengi huwa hawaamini, but miujiza hiyo huwa ndo pia sifa ya mitume. Ili mtu aitwe, ili mtume alikuwa anajulikana kwa nini? Ni kwamba alikuwa na miujiza, kitu ambacho akifanya binadamu wa kawaida hawezi kufanya kirahisi. Hiyo ndio ilikuwa miujiza na ndio sifa ya mitume. Usije ukashangaa watu sasa hivi wajiita mitume. No, hakuna mtume mwingine atakayekuja duniani, labda dalili ya kiyama ambaye Nabii Isa ndiye atarudi, ataoa na hata kiyama kitasimama. Kwa maana hiyo, mafundisho na historia ya mitume wote tuishi ndani yake. Kwa kufanya hivyo, tutakuwa tuko nje, tumeweka mbali na unafiki katika kuamini mitume wa Allah. Ushahidi upo kwenye Qur'an gani? Tunasema ukiangalia Qur'an sura An-Nisa ambayo ni sura ya 4 aya 150 hadi 151 inaeleza unafiki katika kumwamini Allah na kuamini mitume wake, ambao sura aya 150 inaeleza kwamba kuna baadhi ya watu wanaamini mitume baadhi na wengine mitume hawaamini. Ukishaweka matabaka baina ya mitume wa Allah, hiyo ni udalili ya unafiki. Manake hautoweza kuishi kwa matendo walioyafanya wa mitume ambao hawaamini. Ndio maana unaambiwa, Mwenyezi Mungu anasema, inaomalizia 151 nasema, ulaika humul kafirun haqqa, hao ndo makafiri wa kweli. Manake makafiri wa kweli ni kuacha kuamini mitume. Manake ukiacha kuamini mitume, ujumbe aliouleta Allah Mwenyezi Mungu kupitia mitume wake hautoweza kuchukua, kwa sababu ukishindwa kumwamini mtu, manake hata anachokiongea hutokiamini. Let us believe in God's, let us believe in God's prophets. Tuamini mitume, na mitume amini kwamba mitume hawapo. Wanaojiita mitume, huo ni uongo. Wapo wengi wanatumia miujiza, lakini miujiza kishirikina. Hao ndio hautakiwi kuamini. Lakini mitume walikushapita ambao wametajwa na Mwenyezi Mungu, kisoma historia yao, ujumbe unaopata kwenye mafunzo yao, maisha yao yalikuwaje, tuishi mimi na yusia nafsi yangu pamoja na nyie enyi binadamu. Tuombeane mwisho mwema biidhnillah. And this is the end of hypocrisy part 6. Hii ni mwisho wa unafiki part ya 6. Barakallahu fik. Alhamdulillah. Good evening. Muwe na jioni njema. Amin.